Ulimwengu wa Kikatoliki umeingia gizani, na hii ni baada ya kumpoteza kiongozi wao mkubwa duniani, akijulikana kwa jina maarufu kama Papa Francis. Papa Francis alizaliwa kama George Mario Bergoglio mnamo Disemba 17 mwaka 1936 huko Buenos Aires, Argentina. Alichaguliwa kuwa papa wa 266 katika kanisa la Katoliki mnamo tarehe 13 March 2013, na hii ni mara baada ya kujiuzuru kwa Papa Benedikti wa 16. Alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika Kusini na wa kwanza kutoka katika shirika la Kijesuiti. Alikuwa papa wa kwanza asiye Mwafrika tangu karne ya 8. Uchaguzi wake uliashiria mwelekeo mpya wa kanisa kuelekea unyenyekevu na huduma kwa wanyonge. Mara baada ya kuchaguliwa, alichukua jina la Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Assisi, akisisitiza dhamira yake ya kuishi maisha ya unyenyekevu na kujali maskini. Papa alikataa kuishi katika jumba la kipapa na badala yake akaishi katika makazi ya Casa Santa Marta. Papa Francis alijulikana kwa msimamo wake wa huruma, haki ya kijamii na juhudi za kuleta mageuzi ndani ya kanisa. Katika kipindi chake cha miaka 12 kama papa, Papa Francis alijitokeza kama kiongozi wa mageuzi, akatetea haki za wanyonge na wahamiaji. Alikemea mabadiliko ya tabia ya nchi na akahimiza kanisa kuwa jumuishi zaidi kwa watu wa jinsia tofauti na wale waliotengwa, na alitetea kufutwa kwa adhabu ya kifo. Aidha, alikemea vikali unyanyasaji wa kingono ndani ya kanisa na akakiri makosa ya kihistoria kama vile kuhusika kwa kanisa katika mateso ya watoto wa jamii za asili ya nchi ya Canada. Licha ya juhudi zake, alikabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na upinzani kutoka kwa wahafidhina ndani ya kanisa na matatizo ya kiafya pia. Katika mahojiano ya mwaka 2022, Papa alikiri kuwa angejiuzuru ikiwa afya yake ingemzuia kutekeleza majukumu yake. Papa Francis alikumbwa na matatizo ya kiafya kwa miaka mingi, ikiwa pamoja na maambukizi na matatizo ya figo. Mnamo mwaka 2025 Februari, alilazwa hospitali kwa wiki 5 kutokana na homa kali ya pneumonia na matatizo ya figo. Baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali, alihudhuria misa ya Pasaka mnamo April 20 mwaka 2025. Akiwa kwenye kiti cha kurudumu, kwani afya yake haikuwa nzuri. Siku iliyofuata April 2025 tarehe 21, alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake ya Casa Santa Marta huko Vatican. Sababu rasmi za kifo chake ilikuwa ni kiharusi kilichosababisha homa na kushindwa kwa moyo. Kifo chake kilitangazwa na Cardinal Kelvin Ferrail kupitia matangazo ya Vatican Media.
Kwa mujibu wa wosia wake wa kiroho Juni 29 mwaka 2022, Papa Francis alitaka kuzikwa katika Basilika ya Santa Maria Maggiore, Roma, badala ya gonto ya Mtakatifu Petro. Alisisitiza mazishi yake kuwa ya kawaida, kuepuka taratibu za kifahari. Mazishi yake yalipangwa kufanyika kati ya siku ya 4 hadi ya 6 baada ya kifo chake, yakihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kimataifa wakiwemo marais wa Argentina, Brazili, Marekani na nchi nyingine nyingi. Urithi wa Papa unajumuisha juhudi zake za kuleta mageuzi ndani ya kanisa, kuhimiza huruma na haki kwa jamii na kuifanya imani ya Kikatoliki kuwa jumuishi zaidi. Aliacha alama ya kudumu katika kanisa na ulimwengu kwa ujumla.